Nikwambia kitu kimoja. Unapokabidhiana pesa na mtu, hakikisha lazima kuwe na maandishi. Iwe kuna mwazima, iwe kuna deal mnafanya biashara, vyovyote vile pesa yote unaokabidhiana na mtu hakikisha iwe na maandishi. Na yale maandishi hakikisha yeye ana copy ya yale maandishi na wewe una copy ya yale maandishi. Kwa nini nasema hivi? Wafanyabiashara wana kasumba moja hivi ya ule uaminifu wa kijinga. Ni kama uaminifu fulani tu, yani ambao yani mtu anafanya vitu kama hajitambui, lakini it's a reality, ndo uhalisia. Yani kinachokwambia ndo uhalisia ulivyo. Na wengi wanatambua ile tunapuuza. Unakuta sana Kariakoo, unakuta mtu ana milioni 15 anataka mzigo kwa mtu fulani kwa sababu anaaminiana sana. Yule mtu anampaga hadi mali kauli sometime auze hivyo. Anachukua ile milioni 15 yeye kama alivyo, anawasha gari yake, anafika ofisini kwa huyu rafiki yake, sijui ndugu yake, sijui nani yake, anamkabidhi ile milioni 15 wakiwa wawili, bila maandishi, bila maongezi, hata kwa message. Yani bora hata ibaki hata message, utasema kuna ushahidi umebaki. Anamkabidhi, then kesho kuna kucha au kesho kuna kucha anachukua mzigo wake anaendelea na biashara. It's good, ni vizuri kwa sababu hakuna lolote baya limetokea. Lakini mimi nakwambia hiki kitu nina uhakika nacho na kimeisha wahi. Kuna kisa kimoja. Yule ndugu yako unayemwamini, uliyempa pesa hiyo 15 20, hata milioni 1, hata 500, akifariki, kesho yake tu asubuhi unasikia pap, bana bwana mkubwa huko tena tunaye. Hiyo pesa imepotea. Yaani hiyo pesa imeishaondoka mikononi mwako, sijui unaweza kuwa umeitumia kama lambi, I don't know. Lakini hakuna namna yoyote utasaidika. Siko mtaalamu, uliza mwanasheria yoyote, uliza mtu yoyote, mtaalamu yoyote, hakuna namna yoyote utasaidika. At least labda uwe na mtu wa pembeni, yani muwe wawili. Na penyewe mtasumbuka sana kwa sababu kama mmeamua kuunda genge, yani kama mmeamua kutengeneza genge kwamba bana hebu tumchomoe huyu mjane wa watu, labda ndo mama pale amebaki, mume wake amefariki, bwana huyu mzee alikuwa na hela sana, hebu tumchomoe. Mmeamua kuunda genge la watu watatu hivi, mkajifanya na mashahidi wako, itakuwa sio? Lakini at least ushahidi wa mtu kidogo unaheshimika na unatambulika. Ila maandishi, na yale maandishi nasisitiza, hakikisha yale maandishi mnaoandikishana yeye ana copy, wewe una copy. Yaani hata umepeleka maandishi yako bana kwenye familia, bana mimi hii pesa nilimkabidhi huyu ndugu yangu tunafanya biashara hii na hii. Okay, wanarifaa bana huyu mzee alikuwa na documents zote, biashara yake yote ilikuwa inaenda kwa maandishi. Hebu ngoja tuangalie mfaili yake. Wanaangalia wanakuta kweli wanafanya nikabidhi hivyo. Sio kama tayari. Kwa kama ulikuwa na mazoea ya kukabidhi watu hata 200,000, hata 100,000, hata 50,000, jifunze hiki kitu. Mtu anakuja, sijui unaenda sehemu unajimwaga pochi, bana hebu lipia kabisa, sawa, hebu niandikie tu kikaratasi, na hiki karatasi kiwe na kopi 2, au hiki karatasi wewe baki nacho, mimi nakipiga picha, au wewe kipige picha, mimi nabaki nacho. Sio ndio? Inasaidia, yani vitu vidogo vidogo, lakini likija kukukuta jambo unaweza ukaja kupoteza milioni 100, milioni 200, pesa nyingi kwa ajili ya uzembe mdogo mdogo kama